kufa mwingi shetani angeibua serikali duniani kuleta ibada ya Mungu. Na hiyo serikali Mungu akatupa njia ya kuitambua. Akasema itakuwa na majina ya nini? Ya makufuru. Hiyo Biblia maana makufuru nini? Tukaambiwa ni wakati mwanadamu anacheza sawa na nani? Na Mungu. Akijifananisha na Mungu, si ndio? Tukatambua Mungu anaitwa Baba Mtakatifu. Kwa hiyo ukipata mwanadamu duniani anaitwa Baba Mtakatifu, anajilinganisha na nani? Na Mungu. Na hiyo ni makufuru. Mwalimu wangu, mwalimu wangu, katika kitabu cha Mathayo 23:9 inasema hivi, wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wapi? Mbinguni. Mwarenga watu tatu mwaboga wai mukya mwako goroyo watatu mwaho kurai mukya kawoko yesa batewana naki mwa sakuranga yonde tata asense gaseri bilato mino joreya barenga watatu mwaho mwa watatu mwaho wapo ya moyo raraya igo ndio barusindia na Yesu amesema msimuite mtu yote baba dunia. Anazungumzia kwa masuala ya imani. Mwalimu, masuala ya imani na mwalimu. Watu wamezidi mpaka sasa hawamuiti tu baba, ila wanamuita Baba Mtakatifu. Wanamuita Baba Mtakatifu. Hawamuiti tu baba, wameongezea mtakatifu. Mtakatifu. Sawa, si ndio? Mwalimu wangu. Hebu chukua Biblia ya Kiingereza. Tumesomea kitabu cha Zaburi 119 aya yake ya 11. Zaburi 111 aya yake ya 11. His covenant forever. God has commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Holy and reverend is his name. Holy and reverend is the name of God. Hiyo ni makufuru. Hiyo ni makufuru, si ndio? Naam. Bali kueruka leo reverend DJ. Wange. Reverend ya wote. Reverend ya wote. Yeye anasema holy and reverend is the name of God. Jina la Mungu. Mwanadamu hapaswi kujiita hivyo. Naam. Sasa nikimaliza kwa dakika kidogo hivi. Mwalimu wangu. Ndio. Unaweka point ndio ieleweke vizuri, si ndio? Nisomee kitabu cha Ufunuo 17 aya yake ya 3, alafu tueleweke vizuri. Tukimaliza. Ufunuo 17:3 inasemaje? 17 kitabu cha Ufunuo aya yake ya 3 mwalimu wangu. 17:3 inasema hivi. Akanichukua katika roho. Sasa huyu ni wa Patmo anasema alichukua katika roho mpaka jangwani. Hata jangwani. Nikaona mwanamke. Anasema aliona nani? Mwanamke. Bwana alichukua mpaka jangwani akaona nini? Mwanamke. Ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Alikuwa ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Alichukuliwa katika maono. Akaona mwanamke amekalia mnyama mwekundu. Tukaangalia maana ya mnyama katika Biblia ya serikali ama ufalme, si ndio? Maana ya mwanamke ni, si ndio? Kwa sababu kitabu cha Ufunuo Mungu ameandika kwa mifano, si ndio? Hebu nisomee kitabu cha Efeso 5:25 mwalimu wangu. Unasemaje? 5:25 kitabu cha Efeso. Na hapo pesi. Wa Efeso. Kwa hiyo unaona mnyama wende polepole, mkoja wa pole. Unakondora. Mnanielewa? Maki. Momo igwete ngotokorengo iga. Asante. Sasa Yohana wa Patmo Biblia inasema alichukuliwa katika maono, si ndio? Naam. Mpaka jangwani akaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu, si ndio? Na tukatambua ya kwamba kitabu cha Ufunuo Mungu ameandika kwa njia mifano. Kwa mwanamke na huyo mnyama kuna vitu ambavyo zinafanya nini? Zinaashiria, si ndio? Sasa tukatambua mnyama ni serikali, si ndio? Na shetani aliapa ataingia serikali duniani na kupitia serikali ataenda ibada ya uongo. Sasa anasema alimuona mnyama amekalia, mwanamke amekalia nini? Mnyama, si ndio? Sasa mnyama kama ni serikali na huyu mwanamke anaweza kuwa anaashiria nini? Inasemaje? 5:25 kitabu cha Efeso mwalimu wangu kwa haraka. Enyi wanaume wapendeni wake zenu. Wasacha waache awakungu wenu kabisa. Wasacha waache awakungu wenu. Una Kristo nera yanchete kanisa
Una Kristo leo anaanza kile kile. Kanisa. Na pili hapo inasemaje? Inasema hivi. Siri hiyo ni kubwa. Siri hiyo ya mwanamke na mwanaume ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Ona pura wote wana awasaka banje kile kile. Kuna Kristo habari ya kile kile. Ayanjete kanisa ayanjete. Kanisa. Awasaka wanja wakungurao. Karibu. Muna Kristo ayanjete kile. Kanisa si ndio? Sasa tena nasema siri hiyo ya mwanamke na mwanaume ni kubwa, bali ananena habari ya kanisa na nini? Na Kristo, si ndio? Hizo zinawate na kimoko umuri ya kazi. Hiyo ndio naitwa nimepita Brian. Umuri ya kazi yako. Kristo awote kunyooma. Karibu. Awote kunyooma kanisa. Bwana asema kwa kanisa ya sasa hivi kanisa la kiriki. Nomo kungu umuri ya kazi. Karibu. Ikujeke na huyo mpaka wayao. Ni sawa kunyoma moja karibu kwa Bwana wote wana awasaka banja awafungura na Kristo anyanjete kanisa ya hivyo. Sasa tumesoma kitabu cha Yohana Ufunuo, imesema alimuona mwanamke amekalia mnyama. Mnyama alikuwa mweku. Tukatambua mnyama ni serikali, si ndio? Na mwanamke ni mfano wa kanisa. Naona ni kanisa ambalo limekalia falme za dunia. Na hiyo ni kanisa la uongo ambalo shetani amemwaga katika kipindi cha mwisho dunia. Kuharibu imani yetu. Kudanganya watu wa Mungu kuingia katika ibada ya uongo. Ni serikali kanisa, lakini natawala serikali za nini? Za dunia, si ndio? 17 hapo watu walisomea aya ya 17 inasemaje? 17 Ufunuo wa Yohana. Inasema hivi. Maana Mungu ametia mioyoni mwao. Fanya shauri lake. Hapo la mwisho kabisa hapo inasemaje? La mwisho ni 18. Inasemaje? Na yule mwanamke uliyemwona. Na yule mwanamke ni kanisa, si ndio? Na ile kanisa uliyoiona ni mji ule mkubwa. Kwanza hiyo ni kanisa na nini? Ni mji ule mkubwa. Ni kanisa na ni mji ule mkubwa. Ni kanisa na kitabu cha Watumishi. Ni kanisa na nini? Yaani ni kanisa na bado ni serikali, si ndio? Wakati huenda ni kanisa na nini? Ni serikali. Karibu. Na kitua ile wana wote wanakarara akamwona mnyama amekaa juu ya mnyama, mwanamke amekalia mnyama, si ndio? Mnyama ni serikali na mwanamke ni kanisa, si ndio? Kwa hiyo ni kanisa limekalia falme za dunia. Sasa Yohana anasema katika 18 anasema hiyo ni kanisa na ni serikali, si ndio? Inamalizia hivi mwalimu wangu. Inasemaje? Wenye ufalme. Hiyo kanisa ni nchi na ni ufalme. Wenye ufalme. Kuna ufalme juu ya ufalme wa nchi. Kwa hiyo kanisa ni kanisa na ni serikali, limetawala falme za dunia. Tukaangalia Isaia 14 shetani alipo atainua serikali duniani. Akasema kupitia serikali ataangusha mataifa yote. Ataangusha mataifa yote, si ndio? Ni serikali na ni kanisa, si ndio? Na yuko na kiongozi ambaye anajifananisha na nani? Na Mungu. Anajiita Vaadoni Feru kwa kikamo. Akuruka tata omotini. Pole sasa. Ni kanisa na ni serikali. Ni kanisa na ni nini? Serikali. Ndio aya ya 5. Naona watu wanaogopa kusema. Unajua ukija una shortcut kwa kwenda direct. Na Mungu liko rejesho kwa maradio. Ukija Mungu una nini? Shortcut. Hii ina shortcut mwalimu wangu. Chama inasemaje? Aya ya 5 hapo. Ikimaliza. 17:5 inasema hivi. Na katika kipaji cha uso wake. Chama aya ya 4 mwalimu. Ya ine inasema na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kijito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na
machukizo na machafu ya uasherati wake. Yule mwanamke, ile kanisa inakalia falme za dunia, na Biblia inasema ilikuwa na kikombe kina mvinyo ambaye ameleta watu mataifa uasherati wake na uasherati wake amesini na mataifa ya dunia. Maana yake ameyatawala, ameyapatanisha pamoja. Tunajua kanisa, yule mwanamke alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake ambacho kilikuwa na mvinyo ambaye amenywesha watu wa mataifa, si ndio? Sasa chini ya dakika 5 nihesabie, sikiliza mtu aliye mkono ili nimalize. Tuangalie maana ya mvinyo ni nini, si ndio? Tumejua hii ni kanisa inatawala falme za dunia. Tumeambiwa mwanamke amekalia mnyama, si ndio? Mnyama ni serikali na mwanamke ni kanisa, si ndio? Kwa hiyo ni mwanamke ni kanisa ambalo linatawala falme za dunia. Mmoja ulisi muone nani anaweza kuniambia ni kanisa lipi ambalo linatawala falme za dunia? Ni kanisa lipi linatawala falme za dunia? Leo kiongozi wa hiyo kanisa akikuja Kenya, unaona kama ni rais wa Tanzania akikuja Kenya, anapoa a president, si ndio? Na kiongozi huyo bila akienda taifa lolote anapoa a president, si ndio? Kwa sababu yeye ni kiongozi wa dini na ni rais. Ni kanisa hili ambalo limekalia falme za dunia. Ni kanisa la Kirumi, si ndio? Piga hatua mwalimu wangu pole pole. Inasemaje? Mstari wa 5. Kwa hivyo tumeambiwa alikuwa na kikombe kiko na mvinyo, si ndio? Tulishe Biblia maana ya mvinyo ni nini, si ndio? Shetani aliamua kuinua hiyo dini yetu duniani, ilete ibada ya uongo. Leo watu wamekataa ibada ya Mungu. Na Mungu anasema alifanya kazi siku 6 na ya 7 akafanya nini? Akapumzika, si ndio? Lakini leo wanadamu anasema mimi hapa atainua serikali, si ndio? Na hapa atakupigia serikali, atainua ibada ili akaweza kuabudu, si ndio? Mwalimu wangu soma hii haya. Mstari wa 5 inasema hivi. Na katika kipaji cha uso wake, alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba. Kanisa ambayo shetani aliinua, Biblia inasema ni nini? Ni mama wa makahaba. Unaweza itwa mama kama una watoto? Hapana. Kwa hiyo hiyo kanisa ni mama, si ndio? Ina maana kupitia hiyo dini, shetani aliinua baada ya huko dunia na kupitia kanisa ikazaa watoto hata wanavanda bangi nabo basimanya tukeri tele motaribo nobokuru ku banyasira anaonekana ndio watoto wadogo hasa bangi na wao tena rauli sasa mnyama kuna pembe 10 ile bwana inaonekana kwenye duniani basi wakuoa wataka kuoa karibu hii inaitwa Bible Prophets ovani karibu tuataka kanisa hili hapo kile kiki afuatike pombe ambacho kilikuwa na mvinyo. Na hiyo mvinyo amenyweshwa kwa watu wa mataifa. Sasa maana ya mvinyo ni nini? Angalia vile hiyo dini imechafua imani leo na watu wengi. Shetani anawateka kupitia dini. Mwalimu wangu, Isaya 29:9 inasemaje nikimaliza? Isaya 29:9 inasemaje? Nafika hapo upesi mwalimu wangu. Soma wangu. 29:9 kitabu cha Isaya. 20 imenunuliwa duniani. Na Biblia inasema inapewa uwezo na mamlaka na nani? Na Ibilisi, si ndio? Ilipoinuka shetani aliapo kupitia serikali, atainua ibada ya uongo, si ndio? Na tukaangalia kanisa kuna majina ya Magufuli, tukaangalia Magufuli wakati mwanadamu anaitwa na nani? Na Mungu, si ndio? Tukapata Mungu anaitwa Baba Mtakatifu. Kuna kiongozi wa dini anaitwa nani? Baba Mtakatifu. Anakufuru, si ndio? Na hiyo dini ndio Mungu anazungumzia. Hiyo ni kanisa, iko na kiongozi anaitwa Baba Mtakatifu, ni rais wa dunia. Yeye ni rais wa Vatican. Na bado ni kiongozi wa kanisa. Anasema wa many masters. Mbele. Na Yesu anasema katika Matthew 6:24, hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wangapi? Wawili. Lakini anatumikia wangapi? Serikali na kiongozi wa kanisa na ni rais wa nchi. Na Yesu anasema huwezi kutumikia mabwana wangapi? Wawili. Kupitia dini. Shetani ameharibu imani ya Wakristo. Watu wengi wamedanganyika kwa sababu hawasomi Biblia. Ndio maana Yesu anasema katika Mathayo 22:29 anasema mwapotea kwa sababu hamjui maandiko wale wetu wa nani? Mimi anaenda kwa tafsiri na sisi ndio wapenda kusomea huko. Kwa hivyo ndio Kristo wale ndio ndio ile rangi. Huko ndio kanisa kama ndio kuendeka. Lakini simu ya watu kwa kile kwa primoti lakini kaona ndio kanisa ndio papa ndio ndio kanisa kwa kile ega sio kwa kwa tangu mwalimu wangu
Nisafiri haya nikimaliza. 29 kisha kitabu ni Isaia. Inasemaje? Inasema hivi. 29:9. Ngojeni mstaajabu. Fanyeni anasa zenu na kuwa vipofu. Wamelewa wala si kwa mvinyo. Wamelewa wala si kwa mvinyo. Wamelewa wala si kwa mvinyo. Tariasa marua. Yani wapige lakini dari sana kireki. Umuntu natinde ataranyama. Takia gutinda ngiye kwera ati. Akoragira gwetania kerengo. Aya, anasema wamelewa wala si kwa nini? Kwa mfinyo sindio? Wapige lakini ngase ase. Ele aso kwenye gante kama karibu. Amarua. Mwawa mkwa. Ikigo zi jamii. Asa amarua mbuya tore. Wapige. Okay, kagenderere mwana. Lakini tari asebi nyuwa byogotindia. Asante. Wapige lakini tagesere nyuwa byogotindia. Omuntu natinde akarani. Kirangoro kije ukabonetiga ugarawatanga wapige lakini tagesere nyuwa. Karibu. Inaendelea kwa kusema. Tuwate hukuti hii karanzirete na serikali hii sehemu. Karibu. Ne kanisa na nene serikali yani umu wa hukuti kanisa hiyo era ate nete kanisa na baga akaona agatenenense karibu. Na wale nsengi manolikere jango huyo hakuna pengine ni Vatican peke yake. Kuna mtu anajiita Baba Mtakatifu, yeye ni kiongozi wa kanisa na rais wa Vatican, ndio. Yesu anasema wewe tumekiwa mabwana wangapi? Mabwana wawili. Kanisa lilikuwa na kikombe ambao ni mpinyo imenyosha watu wa mataifa. Tumeangalia maana ya mpinyo ni nini. Sasa anasema wamelewa wala si kwa nini? Kwa mvinyo. Inaendelea kusema mwalimu wangu. Inasema hivi. Wamewaya wala si kwa sababu ya kileo. Kwa sababu ya kileo. Kwa hivyo kiza cha chile ama wana mange lakini kiza cha chile. Kwa hivyo kwa mtuaribia ya sevoku